Babage uko vizuri? Fresh. Sasa na hongera, mara kwa mara umekuwa ukitokea kwenye timu ya taifa ya Tanzania na tunaona kiwango ambacho unaendelea kukionyesha katika ambao zinapenda. Kabla hatujazungumza mengi, siri kubwa sana nini ambao unaendeleza consistency yako kila siku zinazozidi kwenda? Na imani kwenye nidhamu na kwenye kujituma na kumwamini Mungu. Pengine tangu ujiunge na timu ya taifa Tanzania kwa wakati huu, kitu gani cha tofauti umekiona kwenye squad ambayo imeitwa na mwalimu Gamondi? Mimi naona ni mwendelezo mzuri kwa sababu hata ukiangalia mashindano yaliyopita kwa mwalimu wa Miguel Gamondi alifanya vizuri kwenye michuano ya AFCON. Kwa na imani hata squad aliyoita itaenda kufanya vizuri kwa tunakwenda. Babage, pengine sasa kuanzia hapa umejipangaje kama mchezaji kwa na mwendelezo huo kuitwa mara kwa mara? Nimejipanga endapo nitapata nafasi na naweza kuitumia vizuri kuhakikisha kumshawishi mwalimu kuendelea kuitwa. Na siku chache kuelekea Rwanda, pengine hili kwenu halina ugumu wote kama kwa maandalizi? Sidhani kama kutakuwa kuna ugumu kwa sababu watu wametoka kwenye ligi juzi tu, hajatoka kwenye holiday. Kwa na imani ni mwalimu tu kuchagua wachezaji wake wale best player wake kuhakikisha kwenda watumie. Wakati unakuwa katika mpira wa miguu, shaka timu ya taifa ulikuwa unaifuatilia, mzee gani ambaye hasa alikuwa na kushawishi ama kukuvutia siku moja na uje kucheza timu? Samata. Bwana Samata. Katika upande wako nafasi ambayo unacheza? Ni sio Mungu, ni Samata kabisa. Namba yako ni upande wako ambao unacheza beki. Huyu kaniuliza swali ambalo mchezaji ambaye nimewahi kuvutiwa naye. Karudi tena kwa maana nimesema ni Samata. Tunauliza sasa lingine hapo. Kwa namba yako unaocheza namba 3, beki ya kushoto. Ni sio Mungu. Mimi sikuwa nacheza beki eti. Unacheza beki? Ngoja nacheza winga. Kwa hata nikisema katika makuzi yangu niseme nianze kufikiria eti namba 3. Nitadanganya hapa umma. Ila tu ni mchezaji ambaye ni kioo ambacho anakuwa anavutiwa naye captain. Kwa hiyo katika ndoto zako za kuchezea timu ya taifa ulikuwa unawaza kama ukija kucheza utakuwa wingi na sio beki? Mimi nilikuwa winga, sio ya huko mbele, ndio wakati za utafutaji huko mbele. Mungu akabadilika, ndio jina la Messi kupatikana huko. Na IKA wewe sasa fanye basi. Ile ndio ilikuwaje kutoka kwenye mshambuliaji kwenye winga na kuja kwenye beki, ilikuwa kwaje hapo kashift kuingia kwamba kwa unacheza sasa? Nani alihusika? Kimposen. Alafu kwenye 2017 kama. Unahisi watu wanakuwa bora zaidi kucheza kama winga ama kucheza kama beki? Kwa sababu inabidi nizungumzie position ambayo ni, kwa sababu ndio position ambayo Tanzania wanafahamu. Kwa sababu hata mwenyewe anajua mimi namba 3. Kama binafsi yako panga namba 3 namba hiyo winga. Namba 3 winga ingekuwa hapa mpaka sasa. Lakini ukijaribu kutazama kama ukicheza yani ukishavuka mstari ule mstari wa ulinzi kusogea mstari wa mbele zaidi unakuwa kama una hatari zaidi, pengine zile skills za winga chanzo cha wewe kuwa na hatari kiasi hicho. Hamna, ni maelekezo tu ya mwalimu anapokupatia unapokuwa mchezo unafanya majukumu yako kwa kwenda kutekeleza. Kwa maana hiyo namba ambayo ulikuwa unacheza zamani Babage sasa hivi ingekuwa jioni hapo. Sijui ya Mungu mimi. Au lolote lingeweza kutokea. You never know. Mimi hatujui. Ni mchezaji gani hasa ambaye anakuvutia kwa ujumla sasa? Kwa sababu inaonekana wengi ni mashabiki wa Ronaldo. Yaani sijakuwa duniani. Messi. Nilisema hapa Babage kanikataa. Nimesema ukauliza swali mchezaji ambaye anakuvutia duniani Messi. Bwana wewe kwa vice versa. Shazoea kule upande ule wengi mnakuwa mnavutiwa na bwana Ronaldo. Hapana. Upande upi huo? Unazungumzia Messi anacheza 10 bana Babage. Messi hata 7 anacheza. Ndio maana ikawekea yako. Tangu anza kucheza na Babage, ushakutana na winga gani akusumbua sana? Tangu anza kucheza position ya beki. Mshambuliaji gani ambaye ulishakutana naye akakusumbua sana? Nimemsahau jina ila nakumbuka winga mmoja tulikutana naye under 17 ndo mara yangu ya kwanza kucheza fullback wa Egypt. Yaani siwezi kumkumbuka jina lake ni nani. Siku nilipata shida sana. Nasema kuna kauli ninazisikia nasema jana mgeni rasmi kalala hoi. Unasemaje hilo? Ani vipi? Mgeni rasmi jana kwenye shughuli kalala hoi kweli kwa shughuli aliyokutana nayo kule winga pembeni.
Pengine labda tulitaka kuzungumzia taifa kwenye timu uzalendo kwanza, masuala mengine tuachane. Tuambie Kibabage, hivi kwa maana ya mashindano ya FIFA Series ni maandalizi kuelekea AFCON 2027. Pengine kama mchezaji wa timu ya taifa unatamani kuacha alama gani katika hiyo michuano 2027 ya AFCON? Kwa upande wangu ni ndoto nyingine ambayo iko mbeleni ambayo inakuja, kwa sababu kucheza AFCON pia ni moja profile kubwa kwa mchezaji. Kwa hiyo unapopata opportunity kama hiyo unatakiwa uitumie vizuri kuhakikisha unaweza kufikia malengo yako.